Mwanamke anaweza kapitia makashisi, kafiwa na mume, kalea watoto, kaishi, kaenda, karuka, kapanda, karuka, huyo kakatiwa mimba, kakataliwa na baba mwenye mtoto yupo. Kafukuzwa nyumba, kaolewa mwanamke wa pili, watatu, kaachwa, kuna mwanamke na mchipuko yupo. Mwanamume akivurugika siku moja tu, kavaa boxer kichwani, mambo yameisha. Kwa hiyo ninachotaka kukuambia hapa ni kitu kimoja kizuri, ufahamu kwamba mwanamke ametengenezwa kwa material ya mfupa, ambaye mfupa una nguvu, mfupa hauvunjiki, mfupa hauozi. Kwa hiyo akikaa na jambo lake, akiamua lazima litoboe. Na mwanamke akiamua jambo lake Mother's Day na Father's Day ipi iko maarufu? Father's Day hata tunaijuaga mchungaji. Nyinyi ndio mna nguvu zaidi. Kwa hiyo ndio maana ukimvuruga mwanaume kidogo tu chali. Akifiwa mwanaume na mke wake, chukui siku raundi chali. Lakini wajane wako wangapi? Mama Nyerere yupo, Mama Mwinyi yupo, mama nani yupo, mama nani yupo. Hebu angalia, ukiangalia wale wote, tangu mke wa rais wa kwanza wa nchi yetu Tanzania, wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wangapi? Wapo. Wanaume wako wapi? Pointi yangu ya msingi, nilikuwa najibu swali, ukiona umeitwa mwanamke uomboleze, lazima ujue kwa nini Mungu alisema wanawake, kwa nini hajasema wanaume. Mwanaume ana sehemu yake kama ambaye Mungu amempa na uwezo na madaraka na kuongoza na kuwa kichwa, lakini wewe msaidizi umetengenezwa huko. Kwa hiyo na kila mwanamke akijua nafasi yake anatakiwa kusimama, mimi nikwambie, jamii itapona, taifa litapona, familia zitapona na mwenyewe utapona.